Kome nimeondoka hivyo lala. Mwana! Mwana! Kome nimeondoka, wewe umelala. Huko ndani nasafisha nani? Kula nikutafikia na kutafikisha pia nisafishe. Lakini dada, mimi siwezi. Huwezi nini? Nini ulichokuwa huwezi? Dada, mimi sioni nitafagiaje? Mbona nguo naona unavaa? Siwezi dada. Huu fagio. Fagia nimekwambia. Si ndio hivyo ninavyofagia? Na nikitoka wewe ushamaliza. Laiti mamangu angekuwepo, yasingetokea haya. Ananifanyia kama si dada yangu. Changamsha. Fresh brother, fresh. Kama kawaida. Naona upo kwenye biza zako hizo. Ndio. Si unajua tena pilika na sehemu ni muda sahihi. Sasa ni kipindi cha nyevunyevu miti yangu inatakiwa pia kupaliwa hapa ndio. Sema mmekutafuta jana sija kuona. Pilika kaka. Sasa hivi hapa alikuwa anaendeza mkwenu kwa kukufuata, lakini imekuwa nzuri kuonana naye hapa. Kweli. Naam. Sasa unajua rafiki yangu kitu gani? Kuna mchongo ambao tayari nimepata. Sema kuna kitu kimoja ambacho kimenigandisha. Ni 30 tu na bwana nimekufuata wewe ili uniazime hizo 30. Yaani kaka naongea walisia. Hilo sina chochote. Ila nikipata kazi sehemu yote na muda wote ndani ya hii siku lazima nitakuwa. Alafu mimi kukuona wewe haimaanishi na kukopesha, kwa sababu wewe ni kama kaka yangu, maana tuna udugu sasa. Unafahamu? Yaani muda mrefu tuko pamoja. Hivyo sitaki chochote kuja kulipa kwa wewe. Kwa sababu kwa kweli mimi naweka kama hazina. Basi poa, hamna noma. Hivyo yani ngoja niangalie washikaji wengine kama nitapata itakuwa fresh, kwa sababu mchongo ni haraka yani. Usilo kaka wewe usijali. Mimi nitazidi palia hapa, nikitoka hapa kazini nitaenda nikitoka hapa nenda kutafuta kazi. Basi poa. Okay, mimi nipo hapa. Poa, hamna noma. Okay. Hodi.
Mzima lakini. Na umependeza shoga yangu. Wapi hiyo sura toka wapi? Kwema lakini. Kwa nini salama? Wacha wewe. Unamchagua? Basi subiri hapa. Sasa hivi nakuja. Dakika 3 tu. Haya, endelea. Sasa kumekucha shoga yangu. Sasa itabidi mlango mimi hata siofungi. Kwa nini? Unajua shemeji yako anaweza akaja muda wowote hapa. Haya basi twende tuae. Kwa hiyo twenzetu. Kumekucha tena. Kwa hiyo shoga yangu, mimi nitakwambia asante kwa kunisindikiza. Mimi nitakwambia karibu. Maana hutaki hata kwenda kunywa maji. Sipiti ndani. Baadaye nitakuja kuyapanga. Haya, mimi nitakwambia karibu lakini kuwa makini biashara hiyo. Usijali kwa hilo. Kwa hilo ondoa shaka. Bwana. Ila atakayekuwa mkorofi kulipa, wewe nitafuta. Si unanijua? Yaani nitakuja kumwangushia mtu mtiti ashangae. Wewe nenda. Wewe nenda. Sawa. Karibu. Haya. Hilo. Tamam kidogo. Mambo. Poa mzima. Mzima. Samahani, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani kile? Ila so hapa kwa sababu naona mazingira hapa njiani kwa watu kuongea. Asa hujajua kama mazingira haya sio mazuri alafu kwani ukanisimamisha hapa njiani sasa. Basi niambie lini uko free lini. Wewe muda wako wewe tu. Mimi nipo free mbona. Basi sawa, nitakutafuta kama leo jioni au kesho. Basi poa. Nitafuta. Haya sawa. Kazia tu basi. Vipi na nasielewi? Mwenyewe simuelewa kasimamisha ndio ananiambia. Unaisha ndio kunambia lakini nashangaje ananiambia. Sielewi. Kwa nani hapa? Sasa kama ingekuwa kuna jambo la msingi sangeniambia pale. Hapo sijui. Sijui vipi. Basi achana nayo.
mwelekeo. Mji hapa nje bwana. Vipi, mbona majiti tena? Sioni kaka. Huoni? Mbona unaishi na nani? Naishi na dada yangu. Yuko wapi dada yako? Hayupo. Sasa dada yako ana akili kweli? Kukuacha wewe binti huoni kipofu? Umeona majanganya yanayokukuta leo? Nimepita zangu hapa kama bahati nzuri tu. Usikia na nibaka ndo nimekuja. Angefanya kweli je? Kana madada wengine sijui hawana maana hata pesa ndio. Sasa sikiliza. Mimi hapa nikiondoka yule kijana anaweza karudi tena. Bora nimsubiri dada yako mpaka aje. Wewe nitaanza kukonda. Mimi nitamsubiri hapa mpaka aje. Na wewe mtu mzuri kweli? Mimi sina nia mbaya na wewe. Ndio maana nia yangu ni kusaidia. Kwa hiyo ndio maana nasubiri dada yako aje hapa. Haya, asante. Sawa, usijali. Vipi? Poa. Mzima kutoka jana? Nzuri mbona? Ndio umeamua kunifuata nyumbani? Kufuate kwenu? Nyumbani. Naona sio. Ndio naishi. Wewe unajua kilichotokea huko ndani? Kilichotokea? Ndio. Mwatokea? Hapa mimi nimepita zangu hivi. Nasikia tu mtu ananibaka. Ndio mimi nimepita hivi, na mwana kijana kakimbia mbio kule. Ndio maana nikaja hapa. Nikasema hapa siondoki mpaka ujue dada yake, namsubiri dada yake. Kubakwa? Kubakwa. Mwana? Abe dada. Njoo mara moja. Mbona sielewi? Leo utaelewa. Kuna nini hapa kimetokea? Dada, nilitaka kubakwa. Kubakwa? Na nani? Mimi hata simjui. Hayo yote umeyataka wewe. Wewe ndio unasababisha. Sababu wewe unajua huyu haoni na wewe umemwacha humu ndani. Kitu kibaya kingemkuta je? Nisingepita mimi nikamuona hapa. Mimi nimetoka tu mara moja. Wewe unataka umetoka mara moja, huu mlango utakao ufunge. Lakini pia sitoshe, huwezi kwenda mbali wewe kwa sababu namjua hali yake huyu. Tufanye hivi, mimi nisingepita hapa. Ungekuta kashabaka huyu. Kashabaka angekuaje? Kakaangu. Angetokea angebaka. Mimi nashukuru. Yaani ninashukuru, yani tuombe tu Mungu kwamba hicho kitu hakijatokea. Asante tu kwa kuniokolea mdogo. Kwa makini lakini mdogo. Unajua vijana mtaani hawa. Anaweza kupita hapa pengine anavizia wewe hupo, akaja akafanya haja zake. Kwa sababu anatumia machizi wasioona kuwafanya vitendo. Sawa kakaangu, nimesema. Sawa, mimi naenda zangu lakini nakwambia kwa makini. Sasa unajua mimi mwanangu, kuna yule binti yule alitusimamisha siku ile kule wakati tunatoka zetu kwa mshikaji bondeni. Sijui namkumbuka. Namkumbuka wale si mwingi hivi. Okay. Sasa yule binti mwanangu juzi katika kupita zangu, maeneo nikasikia ananibaka. Sasa mimi nikienda kwenda nikamkuta jamaa mwanangu mbio. Jamaa alishasababisha huko. Sasa pale kuna demu ni kipofu ndio mlengani. Ndio. Kumbe yule demu yule ndugu yake. Ndio. Wewe unamjua wewe?
Mimi najua fika tu wale. Yule namjua fika. Na huyo mdogo kipofu, ndugu yake kipofu anamnyanyasa. Reality bro. Yaani nakwambia upenyo uhalisia sasa. Yule mdada yule anapomfanyia yule ndugu yake, yani kama kikaragosi hivi. Da. Yaani kwenye ulimwengu kuna watu wamekosa tabia sasa, imani hawana. Na yule pia yumo. Kama si wa kwanza basi wa pili. Ndio maana ndio sababu katika kupita zangu yani vile kama acha ndani peke yake. Je, mshikaji angembaka kweli? Maana niliambia hajabaka, angembaka kweli. Na bahati nzuri mimi nimepita, lakini jamaa angelianzisha. Ule uzalilishaji. Wa yule uzalilishaji. Sema mimi nilimwambia kwa makini na mdogo wako, usimwache hivi. Unajua tena hali yake haoni. Kweli. Naambia sawa, kanaitikia uzuri tena sijui itakapokuwa. Lakini sio vizuri, anafanya sio vizuri. Sio vizuri hata kidogo. Sio vizuri. Ila Mazalo shapata nafasi kidogo ya kwenda kusalimia, na alafu yule mdada wale kidogo mnaongea story mbili tatu vizuri, uende ukasabahi pale ili upate fungu kwa Mungu, kwa sababu kwamba ukienda pale siku moja umempelekea mzigo, umempelekea 500, mimi naamini hiyo kula siku nyingine mara na hampi yule, hiyo kula siku nyingine itakuwa hampi. Itabidi mimi mpite tu siku moja, si unajua tena ndio ushaniambia dada yake yenyewe ndio hivyo. Itabidi mimi nipite tumwangalie pale. Itapita sababu wenyewe limeniuma. Wale bro, sasa ule binti mdogo anafanya vitendo kama hivyo, yani sio poa. Ila bro yote tisa unajua kwamba Amijuma kanambia leo nimsubiri maeneo hapa, ndio maana muda mwingi pia umenikuta na sikuenda huku wala kule. Hapa tunasubiria kazi. Kwa hiyo nitakwambia kazi uhakika sasa hivi. Leo hakika, na hapa ndio mida hii. Na ikifika hapa tunaingia kazini. Sehemu gani leo? Bondeni kule, lakini ile kwenye bwawa wale. Basi poa mwanangu, acha tumwahi hapo.